Habari yako? Uzuri sana Matu. Uko salama? Niko salama kabisa my brother. Asante sana. Sasa ningetaka ujiintroduce, utuambie majina yako na tuko wapi? Jina langu naitwa Patrick Wahome aka King Safe. Tuko mahali naitwa Sweet Waters area Mwiruti. Mwiruti CD Primary School. Hapa hatuna maneno mingi. Tulikuwa tumekuja kuangalia project ambayo tunafanya kujengea watoto choo na pia kuwaletea maji kama vile umeona hapo before. Maji tunashukuru imeingia through support of my few friends na pia wazazi ambao ndio walifanya kazi ya kuchimba mtaro. Maji imeweza kuingia. So currently ukiangalia choo iko 70% complete, buzo baki tu mabati na floor, milango iko, kila kitu iko, tumalize hiyo kazi. Asante sana Bwana Safe. Yes. Na pia tukiangalia pale tuna choo inaendelea vizuri sana na pia naona kuna ka building kako pale kadogo like kama bati. Hiyo ndo ilikuwa choo yenye ilikuwa inatumika hapa ama namna gani? Ukiangalia hapo penye unaona the wooden ka building kadogo hiyo. Yes. Hiyo ndo ilikuwa inatumia choo. Hiyo choo ilikuwa ukiangalia sasa kama hapa kuna population ya wasichana, vijana na pia mwalimu. So wote walikuwa wanatumia hiyo nyumba kama choo yao. Okay. Of which it is a very deteriorated state. Okay. Because actually I think hiyo hata ni kuanguka ilikuwa inaanguka. Okay. So currently ikabidi wazazi waambie watoto wasikuwa wanatumia hiyo, wao wakawatumie pale kwa vichaka. Okay. So wakati hiyo kesi ilipatikana, wazazi ambao pia ni marafiki wangu hapa wawili watatu walinipigia simu. Yes. Na nikaweza kufika hapa. I called upon a few of my friends. Yes. I cannot feel ashamed of naming them. Yes. One is called Melissa. Yeah. Mwingine anaitwa ndugu yangu Mwas. Yes. Na nikawaambia there's a project we are doing here. Yes. Wakaniambia ni haina shida. Hapo chini hiyo choo tumeweka caravats. Yes. Deep enough. Floor. Yeah. So it's something that will serve the kids for a very long time before tuanze kurudi tena ati story ya ati imejaa tukuje tuvute. So at least it's a sustainable project. Yeah, so niseme tu na niambie tu watu wa community. Shukran sana. Na mkiona mahali ambapo pia tunaweza endelea kusaidiana, tuendelee kusaidiana kwa sababu we are not doing it for anything else. Like for this project tulifanya for the well being of these kids. Na tukufanya kwa sababu ya kitu kingine kakangu. Tulifanya tu for the well being of these kids. Kwa sababu tuliona ni vizuri tu walani na conducive environment. Unaona walani na conducive environment whereby at least watapata access ya good sanitation facilities na pia clean water. Kama ukiangalia maji venye tukiingia tu unajua uliona watu hivi venye walikuwa wamefurahia. Actually the first thing waliniambia anko maji imeingia. So pia mimi nikafeel niko happy. Na niambia tu Mwenyezi Mungu abariki hao marafiki wangu. Kwa sababu there's no day nishaiwaita wanakosa ku come through. Na unaona project inaendelea, mafundi wako sites. Na hopeful tumeagree by leo na kwa wamemaliza na kesho wapige mabati, wapige floor, ikauke, kesho aanze kutumika. So actually umefanya fit hadi nimesikia umejibu kila kitu yenye nilikuwa nikuulize about the community na venye wanapaswa kuplay roles za public facilities na nimeona hiyo pia umejibu, umeambia ni vizuri pia expound on that. Naambia community they have a role to play. Kama sisi tuko na role ya kuplay. Kama leo kulikuwa na public participation pale social hall. Niseme pole sana kwa sababu sikuenda just because nilikuwa na mikutano 3. Hii ni ya 4 yenye tumekuja hapa. Nilikuwa na mikutano 3 zenye nimeenda, hii ni ya 4 ambayo nimekuja hapa. Niambia community kuna kitu inaitwa citizen oversight. Citizen oversight ni ile tumeenda kwa public participation, tumesema tunataka kufanyia kitu na gava. Na tuna make sure hiyo pesa imewekezwa. It is upon us community kufuatilia kuona kama imefanywa. Na pia ni upon us community ni sisitize hapo kufuata na kujua imetumia pesa ngapi. Unasikiza? Kwa kama ukisikiza walimu hapa, na mimi not walimu, wazazi. Wazazi walikuwa wananiambia hicho imepeanwa mara 2. Kwa budget inapitishwa, lakini in real sense there's no toilet hapa. Unasikiza? So we don't know where did the money go to. Was the project they are allocated to another place ama pesa ilienda wapi? So citizen wananchi ni jukumu letu. That's what I sikiaga the first article 1 of the Kenyan Constitution, the preamble say we the people. Unapata sisi wananchi, we the people, sisi watu. So it's upon us to make sure tumefuata vitu venye zinafaa kufanywa na kazi imefanywa venye inafaa. Actually Safe, nimefurahia sana kwa kunileta pia hapa na pia
sisi tumefurahia pia kwa kuhoji na wametuambia kitu mzuri sana about the community na pia venye tunapaswa kufanya. Tunafurahia sana and tunakuambia congratulations to whatever you are doing. Na pia nikuambie nikupatie dakika 2 tu uambie watu wako wa Thingitho Ward moja pia uwezi jua ni kina nani watawatch this video, so you can just tell them unataka aji wewe kama Patrifa na pia like hiyo ka chance tumekupatia ka dakika 5 tu. Thank you so much. First of all, uniruhusu nishukuru The Nyuki Youth TV, mnafanya kazi mzuri sana. I think mmekuwa nikiwaona kila mahali, nikiwa cheki mmekuwa mkiparticipate sana kwa vitu mingi, niwashukuru sana. Secondly, niambie watu wetu wa Thingitho. Before that, niambie wananchi wote wa Kenya. We have a chance and an opportunity ya kumake sauti yetu isikike. Na sauti yetu inaweza sikika tu kwa njia moja. Uende uhakikishe kwamba umejiami na tool yako ya kuhakikisha sauti yako imesikika, na hiyo tool inaitwa kura. Kama wewe ni mpiga kura, umefikisha 18 years, you are a Kenyan citizen, please enda tu kwa IEBC. Hata ukiwa ukipiga shughuli yako, enda tu uchukue kura yako, ujiandikishe kama mpiga kura, kwa sababu hivyo ndo sauti yako itasikika. Na nikwambie, kura yako kama umetoka na Nyuki, kura yako itamake a lot of sense na itakuwa na sauti kubwa sana ukijiandikisha kama mpiga kura wa Thingitho. Kwa sababu pale Thingitho ndo mimi nakuja kuomba kiti ya MCA. Naomba kiti ya MCA kwa sababu nimeona kuna vitu mingi sana tunaweza fanya pamoja. Niwajulishe tu, Thingitho iko na a lot of resources, a lot of facility na a lot of things that we can be able to do together. Na mimi nakwambia, mumeona tu, we need to knock doors, we need to lobby for resources and also for manpower, we need to lobby for vitu ABCD na uone mambo ikifanyika. Niko na plan, niko na mpango, na mimi nawaambia come 2027 na umeona tumeanza, na sisi sasa tunaanza community na marafiki na pia wale ambao wanijui, naomba tu nafasi. Naomba nafasi si ya kazi, nafasi ya kukuwa mtumishi wenu, nafasi ya kuwa chief servant wenu, kuje ni wanyoroshe mambo, tufanye mambo. Currently we have sitting MCAs and even governor nini, tunawapea nafasi yao kumaliza kazi, but wakimaliza hiyo, kwa sababu mimi naona kweli kabisa wameanguka. Tukianza na hapa kwetu Thingitho, mimi naomba nafasi tukuje tunyoroshe kazi, nionyeshe where we can knock doors, tusaidike, nionyeshe where we can knock doors, tufanye, nionyeshe vile tuta develop talent yetu, nionyeshe vile tuta grow uchumi yetu, nionyeshe vile tuta make sure kwamba Thingitho ward yetu tumeifanya a 24 economy ward na productivity level yetu imeenda juu sana. Kwa vijana naomba tu tena, kwa sababu sisi ndio bado hatujachukua kura, tafadhali tujiandikishe kama piga kura na tujiandikishe kama wapiga kura wa Thingitho. Thank you so much and I love you all. God bless you.